Kijana anasema binti ana sifa zote za kuwa mke, isipokuwa yule binti ana kasoro moja tu. Yule binti ni mbinafsi sana. Nikamuuliza huyo kijana, wewe umejuaje kama huyo binti ni mbinafsi kabla hujamuoa? Akaniambia walikuwa wanaenda sehemu, kuna wakati wanakuwa pamoja kama hivyo, wanasali kanisa moja, wanatoka wanaenda sehemu na washirika wenzao. Yule kijana ana gari. Sasa kitu ambacho alikuwa anafanya yule binti, bado hajaolewa, bado ni mchumba, lakini hataki mtu akae mbele, siti ya mbele, yani yule dereva ambaye ndio mtarajiwa sasa, huyo mchumba wake wa kiume hataki mwanamke akae mbele, hata kama ni mtu mzima, hata kama ni binti mwenzake, hataki. Unaona? Hapo bado ni mchumba. Yule binti kasema yule kijana akasema nimehesabu mara ya kwanza kamkataza mtu akae mbele. Mara ya pili kamkataza binti mwenzake. Mara ya tatu kamkataza kabisa mama mtu mzima anakaa mbele, amemkataza yule binti. Kaambia hiyo ni siti yangu, hataki mtu yeyote akae pale kwenye ile siti. Mara nyingine tena kijana anasema ni zaidi ya mara 5 ameona akikataza mtu akae pale kwenye ile siti. Sasa akasema nikatafakari, yaani mpaka hilo jambo likawa linanikosesha amani. Sasa tu kama sasa hivi mimi sijamuoa huyu binti, ana ujasiri wa kumzuia mtu akae kwenye nafasi siti ya mbele. Nikimuoa kuna mtu atakuja nyumbani kwangu. Kwa hiyo kijana akafikiria kwa uso mke, akaamua kuachana naye. Akamwacha tu, akasema mimi ngoja tu nipate utulivu, nitafute, nimuombe Mungu anionyeshe mke. Huyu sio mke wa kuoa, hakuna mtu atakaye kanyaga nyumbani kwangu. Kwa nini? Yule binti alikosa mipaka, alishindwa kujua aishie wapi. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza leo, ikiwa ni mwanandoa, ikiwa ni una mchumba au bado haujaingia kwenye mahusiano, tambua kwamba kila mtu ana mipaka. Ukiwa kwenye ndoa yako lazima kuna mipaka kwenye ndoa yako. Ujue kwamba kuna mipaka. Wewe ni mwanamke, utafanya mambo yako ya kike na wanawake wenzako. Wewe ni mwanaume, utafanya mambo yako ya kiume na wanaume wenzako. Mwanamke, muache, mpe uhuru mume wako afanye mambo yake akiwa na wanaume wenzake. Na wewe mwanaume, mpe uhuru mke wako afanye mambo yake binafsi akiwa na wanawake wenzake. Kikubwa tu heshima ya ndoa ibaki pale pale. Kikubwa tu asivunje uaminifu, aanze kufanya vitu ambavyo viko tofauti na yale mlivyokubaliana. Kwa hiyo jua mipaka yako, jua thamani yako. Kama wewe ni binti haujaolewa, uko kwenye mahusiano, jua mipaka yako. Huyo ni mume wako mtarajiwa ndio, lakini kuna nafasi yako wewe kama mke, kuna nafasi yako kama mtarajiwa. Kwa hiyo jua mipaka yako, jua vile vitu vya kumlimiti mwanaume kwamba hiki ufanya, hiki usifanye. Mwanaume anaanza kukusoma tu kwenye mahusiano, akiona wewe haueleweki atakuacha. Kwa nini? Hauna mipaka. Anajua tu huyu hata nikimuoa atakuwa hivi hivi. Kwa hiyo jua mipaka yako, jua wapi unapaswa kuishia, jua wapi unapaswa kufanya, kuwajibika. Hiyo itakusaidia kuwa na mahusiano sahihi na yenye afya. Lakini pia usifikirie tu kwamba mwenzako atasoma mawazo yako bila wewe kumwambia. Usifikirie hicho kwamba si ni mtu mzima, kwani yeye haoni, kwani yeye haoni, kwani yeye hajui. Mbona ni mtu mzima? Ni mtu mzima ndio, anaona ndio, anafahamu ndio, lakini mwambie. Ukimwambia inasaidia sana, yule mtu anakuwa anapata ufahamu zaidi, kumbe hichi kitu ninachokifanya hakimfurahishi, hichi kitu ninachokifanya kinamfurahisha. Kwa hiyo kuwa muwazi kwa mwenzako, mwambie kile kitu ambacho kimekuumiza au kimekufurahisha, kiseme kwa lugha ya heshima, atakuelewa. Na ukiona hajakuelewa usitumie komandi sasa, kwa vile wewe sio nini, utaharibu zaidi. Kwa hiyo tumia lugha ya heshima, sema kile kitu ambacho kimekuumiza au kimekufurahisha. Sema kwa lugha ya heshima.
Ukiona hajakuelewa, mwambie Mungu, naomba umsaidie huyu mtu. Hichi kitu mimi kinaniumiza, lakini anakuwa anakifanya mara kwa mara. Usianze tu kumlaumu na kuanza kumwambia kila mtu, huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, huyu ona sijui nini. Mwambie Mungu. Kama kweli Mungu alikupa hayo mahusiano, mwambie Mungu, naomba unisimamie katika hili. Naona hili jambo halikai sawa. Hichi kitu mimi kinaniumiza, hichi kitu mimi hakinifurahishi. Mwambie Mungu. Na kama kitu kinakufurahisha, mshirikishe, mfurahi kwa pamoja, mumshukuru Mungu kwamba Mungu ametusaidia mpaka tuko na furaha mpaka dakika hii.